Naomba tumpigie makofi anapokuja hapa. Na kwa kuwa wewe ulishasimikwa, ninaomba sasa usimame hapa mbele. Baba akishamaliza mimi nitakukabidhi rasmi kwa kusanyiko hili. Wakati baba anasema moyo mnamuona, mnamwangalia sura yake, ni yule yule tuliyomzoea au mwingine? Geukia upande huu. Karibu sana. Naomba tuketi. Naomba mchukue Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafikiri umri wake wa kikazi katibu mkuu havilingani na maneno anayozungumza. Ni mazito na ni makubwa. Ile kufunika kupa kazi kubwa ya kitaifa, Mungu amekujaza nguvu na hekima zake. Nimfuatilia wakati sasa imeingia ibada ya 3 ambayo ndio hii. Imekuwa zaidi ya ibada ya 2. Kweli si kweli? Wale wamevumilia mpaka mwisho, wachungaji na wazee na baadhi ya washirika na wana praise. Mungu awabariki sana. Na kizazi kipya, Mungu awabariki sana. Amefanya kila kitu mpaka tunaendelea kukomba sasa na kulamba ilivyo tamu. Utuache hivi hivi. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Bado narudia nasema tusalimie askofu mkuu, baba askofu mkuu pamoja na makamu wake, mtunza hazina. Na wewe umeletwa kwa wakati maalum. Ninaamini umesema maneno pia kama nyumbani kwako. Umesema yatokayo katika kilindi cha moyo wake. Tusalimie na mama mke wako. Muda umekwenda lakini haujaenda muda wa mambo ya Mungu. Nataka nimshukuru Mungu mbele yenu. Naomba kijana mmoja lete nizungumze na maua yako hapa. Tuna maua yetu na mke wangu. Tumepewa na baraza la wazee. Nasema namshukuru Mungu kwamba katika jambo hili la kustaafu au kupumzika uzee au uchungaji, kiongozi wa kanisa la Capital Christian Center au wa makanisa 4. 2 Mwanza, 2 hapa. Ikiwa moja ni hapo chuoni, lingine hapa. Katika miaka yangu hii namshukuru Mungu aliyenisaidia mpaka kufika wakati huu. Musa alikufa hana hatia. Umezungumza swali la Musa mpaka nimekufuatilia. Amemaliza safari yake, uwepo wa Mungu alikuwa nao. Na mimi nakushukuru kwa ajili ya mchungaji ambaye sasa ni kama Joshua. Naye naomba katika jina la Yesu, wewe na mke wako mwende mkafanye mambo makubwa kuliko yale ambayo nimeyafanya. Neno la Mungu huwa halichanganyi wala linakwenda pale pale, kwamba takutumia zaidi kuliko mimi nilivyotumika hapa. Wewe na mke wako msonge mbele, muendelee mbele. Maneno na mahusia ya katibu mkuu kama mzee wa siku nyingi aliyotoa yametoka katika kinywa cha Mungu. Na ninyi wazee wa kanisa, viongozi wa kanisa, wachungaji mnamfanya kazi na mchungaji huyu kama mchungaji kiongozi, washirika wote wa Capital, mfanye kazi pamoja. Mambo yatakayotokea hapa, na mimi ninaomba na mke wangu tuyashuhudie tukiwa tuko hai,
tukiwa bado tuna nguvu, maana tukizeeka tukaishiwa nguvu hatutafaidi sana. Na huyu amezungumza, najua maneno mambo ya hapa. Hili gorofa, magorofa 4 ya mlima wa maombi, hilo jengo linalojengwa la kanisa ambayo tunataka watu 20,000, ibada moja watu 5,000, ibada 4 watu 20,000, kila ibada watu 5,000, litatokea katika jina la Yesu. Na mimi natamani katika jina la Yesu nilione. Maana nataka niwaambie watu wa Mungu, na washukuru sana kusimama na mimi katika muda wangu wote. Hapa Dodoma ni mwaka 40, lakini hapa ni miaka 33 hivi, 32. Hapa CCC nimekuwa miaka 8 na miaka mingine kumalizia hapa. Na ninyi ndio mmepata kibali cha kukaa na mimi kwa miaka mingi zaidi. Kwa hiyo mmepata vitu vingi zaidi, na Mungu awatumie. Pelekeni na kwa wengine hajafika, Mungu awasaidie. Nina mambo nitakayosema wakati wa kumshukuru Mungu ndani ya miaka 52 nikiwa mchungaji kiongozi. Nina mambo ya kushukuru mengi, lakini na mambo ya kuaga na kukabidhi mambo ambayo Mungu ameyafanya kupitia neno lililozaliwa mwaka 1992 inayosema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Katika kitabu cha Zaburi ile 60 mstari wa 12, Mungu atawakanyaga watesi wetu. Tutayazungumza, tutakuwa na muda ambao utakuwa mzuri. Yamkini tutaomba katibu mkuu atuchagulie au askofu mkuu ni nani atakuwepo kwenye siku ya kusherehekea kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Lakini nimechagua mambo matatu tu ambayo ni ya msingi mno, yenye maandiko ni mengi, lakini nimechukua matatu. Jambo la kwanza, naweza kusema sikukurupuka, sikushawishika na mtu yoyote, sikushauri mtu yoyote fanya lazima. Hapana, nitawaambia jambo la kwanza. Sikukurupuka wala sikusema nini. Jambo hili linitokea mwaka 2020. Kwa hiyo mpaka mwaka huu ni mwaka wa 6. Na nimeomba karibu miezi 6, na mwaka huu nimemaliza mwaka jana. Hili amesema na Mungu kwamba Mungu imefika wakati sasa. Hili ambayo ni la kwanza, ni vizuri niseme ni wakati wake mimi kuachia uchungaji kiongozi, nibaki kama mchungaji na niendelee kama shughuli nitakazowaambia baadaye. Ni wakati wa Mungu. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, kila jambo lina wakati wake. Na Roho Mtakatifu ameniambia nisilazimishe. Nikilazimisha napata hasara. Naweza mwenyewe akinisafisha itakuwa ni hatari. Mtaanza kusema mazuri wakati nimekufa. Kama nitapingana na Mungu, ni mimi na Mungu wangu. Sisemei Mungu wa wengine, wa kwangu mimi. Jambo la pili, nimeangalia kwa uzuri. Huwa tunaangalia mwongozo na katiba ya kanisa inasema nini. Kanisa letu halituambii kwamba utakapozeeka mpaka umeishiwa nguvu utaachia. Sikilizeni, ile katiba haisemi hivi. Ninajua hii katiba na imebadilishwa mara ngapi. Haijasema mpaka utakapokuwa mzee au utakapo nini. Haizungumzi miaka. Lakini ni wewe na Mungu wako kuamua uachie mapema au uachie umezeeka. Na hii ni hatari. Maana kusafishwa ni kwingine. Inazungumza tu kwenye mwongozo ambao sasa unatoa arati kwamba wachungaji na watumishi muangalie hiki kitu katika akiba ya uzeeni. Kuna kitu kinaitwa TPF ambavyo sasa kinatunza uzee wa akiba ya uzee. Kinazungumza miezi ya kustaafu. Wale ambao ni waajiriwa mnafahamu ni miaka 55 labda na 60, lakini mingine utastaafishwa. Mimi sihitaji tafutishwe pengine na jambo fulani baya au ugonjwa au tatizo fulani au nimefanya dhambi au kuna kitu nimekikosea. Nataka Mungu mwenyewe aliyesema nami na uongozi watie juu. Nasema miaka 65 mpaka 70.
lakini unaweza ukaendelea hata ukapiga mpaka 100, sijui haijasema ufike 100, lakini ukiwa mwangalifu. Na fikiri hata hivyo kikao kitakaa baadaye kuangalia ni namna gani. Maana kuna mwingine nasema mimi mpaka nafia humu nikiwa mchungaji. Sio mpango wa Mungu. Na Mungu anisaidie niwe baraka kwa kanisa la TAG. Nasema waziwazi. Ninajua hiki ninachokifanya ni cha kimungu, sio cha kishetani. Wala sio cha kwangu binafsi. Kwa hiyo naomba katika jina la Yesu, hili mimi nimetii mwongozo unavyosema. Mimi nimeshapita miaka 70. Sasa mwaka huu mpaka kuna miezi imebaki 76. Kuna neno nimemwambia Mungu, siwezi kuambia hapa. Maana Mungu amenisaidia, nimekuwa mwaminifu. Kanisa limenilea. TAG imenifanya mpaka nimekuwa mtu mzima namna hii. Wewe unaiwakilisha kanisa la Tanzania Assemblies nchi nzima. Ndio limenilea kuanzia askofu wa kwanza, askofu wa pili na askofu wa tatu. Wamenilea mpaka nimefika hapa, mpaka Mungu amenisaidia kuzaa viongozi. Na Mungu alitumia kanisa hili kwa njia isivyo ya kawaida. Nitakuwa mjinga kama sitaheshimu. Na mwongozo huu umewekwa na kanisa. Ni kanisa limeweka. Sasa nimechukua ile kitabu cha Warumi sura ya 13 wa kwanza. Kutii mamlaka. Ni moja wapo Roho Mtakatifu anasema nitii mamlaka. Nisingoje mpaka natembea, siwezi nahubiri hapa na kifimbo. Nataka Mungu aanze kutumia, sikusema ni huyu, lakini sema Mungu atumie watu wengine. Lakini Mungu ameniheshimu, akawaheshimu mpaka mtoto wangu anaanza kazi hii. Mimi sikujua kabisa kanisa la nchi, hata wangeka mwingine. Mimi nilikuwa tayari kwa sababu hili ni kanisa, ni taasisi. Nasema Mungu awabariki sana. Huyu ni Yoshua sasa. Na Mungu afanye kazi. Na niko tayari kumshauri aendelee kutii uongozi, asimalize vibaya. Amalize vizuri na mke wake. Jambo la 3. Umri wangu na uwezo wangu wa kuongoza kizazi cha sasa vimeanza kupwaya. Anayejielewa ni mimi. Wewe huwezi kunielewa. Hata kipenzi changu mke wangu haelewi. Hata lugha hii ninayozungumza ni kama kunena kwa lugha mpya. Ninaelewa nilipokuwa naongoza nikiwa kijana. Ninaelewa mpaka huu ambao sasa niko miaka 70 na kitu. Sasa najua nguvu yangu na upungufu wangu umepwaya wapi. Mtu mmoja akujua kama natumiwa na Mungu. Hivi mnavyoniona inawezekana nikawa mnene, nikawa na afya, lakini kiuongozi, kiutawala, kushika kanisa la nchi, kanisa lenye ukubwa wa watu 20,000, nikiwa kama mzee, kinahitaji sana kitu kingine, miujiza ajabu. Umefika wakati ambao namshukuru Mungu kwa wakati huu nimemtii Mungu. Nisijute nitakapofikia uzee wa kuishiwa nguvu. Bado nakumbusha Roho Mtakatifu. Mmoja aliniambia, mimi naona kila wakati unapopanda ndege. Ukipanda ndege huwa nasema toa mkanda, toa saa, toa na viatu. Sasa baba moja alipokuwa anatoa mkanda, kumbe alikuwa amekonda. Hawakujua kwamba amekonda. Alishikilia suruali hivi. Alishikilia kwenda kuchukua mkanda wake pale wanapochukua mkanda. Sasa kwa sababu alikuwa na vitu vingi, aliposhika kikini akakuta suruali imeanguka mpaka chini. Wanaona nguo ya ndani. Mimi sitaki muone nguo ya ndani. Anaiona nguo ya ndani ni Mungu mwenyewe, wala sio mke wangu. Ninazungumza hata nimekuwa nikisema, maana haya yote yamepita kwingi sana, nawaambia ninaacha na Mungu ameandaa. Mimi nitakuwa baraka kwa TAG. Nimemwomba Mungu na uzee wangu niwe baraka, sio bara. Niwe baraka, nisiwe bara kwa TAG. Nisikilizeni watu wa CCC. Niwe baraka, nisiwe laana. Nisikilizeni. Kuna mambo nimeweka hapa. Nisijute nitakapofikia uzee wa kuishiwa nguvu. Naishiwa na nguvu bado, nasema Mungu asante.
na kwenda kwenye jengo Mlima Maombi kupanda ghorofa, wananipandisha tu na lift na kwenda kuangalia haya, lakini siingie katika magumu sana. Mungu anitie nguvu katika jina la Yesu. Hii ni ibada ya mwisho ambayo naongea. Sitaongea haya, naweza nikaongea tofauti nitakapoaga, lakini haya ni mambo mazito ambayo ndio original ya kuaga katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yako majina amezungumza katibu mkuu hapa. Amezungumza katibu mkuu hapa. Sijumeweka wapi Mungu wangu, yako hapa. Kwamba kuna majina ambayo amekuwa mkiniita. Mara nyingi mchungaji kiongozi. Sawa, ni ngumu sana kusema mchungaji kiongozi mstaafu. Lakini nimechagua maneno mtakayosema. Yatakuwa rahisi sana. Katibu mkuu akanichagulia neno moja, jina moja. Niiteni mzee muasisi wa kanisa la CCC. Niite hivyo, mchungaji mzee muasisi wa CCC. Pili, niiteni mzee mshauri wa kanisa CCC na maeneo mengine. Niite mchungaji mzee wa kufunda kanisa. Muda wangu si kufundisha, ni kufunda tu. Na nitakuwa na mkakati mkubwa. Nitamuomba mchungaji kiongozi niwe na wakati wa kufunda aina mbalimbali, kuanzia nyumbani kwangu, kwa watoto niliowazaa kimwili. Niwagawie mambo ambayo wanaweza kushinda wanapokuwa wakati. Na kanisa hili, wazee wa kanisa, wachungaji, nifanya kazi yako. Na nikipata nafasi itakayopewa hata na uongozi wa kitaifa, kufunda. Jambo jina lingine, niite mchungaji mzee wa imani. Hili ni jina ambalo tumepewa wazee na askofu mkuu. Ukichagua kwa mzee wa imani na kushukuru. Chochote kewe niite tu, ili usichanganyike ukaanza kuita mzee mchungaji kiongozi. Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa yote haya. Na washukuru wote mliofika. Nashukuru wote, mke wangu na kushukuru kunitunza mpaka nimefika hapa, mpaka tumeaga vizuri, tumeaga kwa salama, tumeaga kwa amani, tumeaga kwa Roho Mtakatifu akifunika kanisa hili, aendelee kulifunika katika jina la Yesu. Mama, ombea umalize, ombea. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, Muumba mbingu na nchi, tunarudisha shukrani na asante mbele yako. Mungu Mwenyezi, tuna mambo mengi sana ya kuweza kusema asante mbele zako. Na siku hii ya leo ni siku ya pekee sana ambayo tunasema asante kwa mambo yote ambayo yamefanyika katika kanisa lako mchana wa leo toka asubuhi mpaka wakati huu. Tunakushukuru sana Mungu Mwenyezi. Wasaidie vijana wetu waweze kufanya sawa sawa na mapenzi yako. Kwa kuwa wewe Mungu uliowaita ni mwaminifu. Tunaamini kazi njema ambayo umeifanya ndani yao, wewe ndio utakayemalizia. Tunakushukuru sana kwa kanisa lako hili ambalo limesimama na neno lako mpaka siku ya leo. Tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu, tutaendelea kuvipiga vita vizuri vya imani mpaka mwisho wa maisha. Tunakushukuru kwa mambo yote. Wabariki viongozi wote wa kanisa ambao wanaingia katika huduma nyingine tena ya kukusikiliza na kutii na kufanya kazi pamoja na mtumishi wako, pamoja na wachungaji wote na washirika. Mungu kaliongeze kanisa kwa utukufu wa jina lako. Mungu tunasema asante. Tunakosa lugha nzuri sana ya kukushukuru. Mungu tusaidie tuweze kusema asante tena na tena kwa yale ambayo umeyafanya juu ya maisha yetu, kwa yale ambayo umeyafanya katika utumishi huu, kwa yale ambayo umeyafanya katika kanisa letu la TG. Mungu
umefanya mambo mengi makubwa ya kudhihirishia ulimwengu kwamba wewe upo na unafanya kazi na wanadamu. Tunakushukuru sana Baba Mungu, na wakati huu tunasema asante, tukiacha mambo yote katika mikono yako. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Mungu awabariki. Karibu katibu.